We maliza mapozi tu kama kaaba kaona bia. Mjini ndugu yangu wala upati bwana kumdangia. Ukipata bwana kumdangia basi unapewa buku la wanja ndugu yetu. Ama naulia boda boda urudi kwenu. Lakini hata supu ya mapupu jamani upewi. Alafu unajitia mimi mzuri nyamaza kimya wewe. Mzuri na nyota una nyota 00. Hapo ulipo kitanda chako futi 2 ndugu yangu chini umeweka mawe ati unatulingia mjini na kuchamba kwingi mitandaoni. Kazi kweli kweli. Kabati huna. Mpaka leo nguo zako ziko kwenye shangazi kaja. Unataka kugombana na watu mjini na ujionyesha na wewe humo. Jamani hebu angalieni wa kugombana nao. Hapo ulipo kijora kimekukaa mwilini ndugu yangu paka kimekupaukia kijulikane teli kwa sare ya nani. Cha kuchagulia mchele ama ilikuwa shughuli ya nani? Mbona pambe tu. Lakini wakati huo mapozi unaendelea kuyabadilisha. Tukwambie tu una dressing table wewe au ndo kile kioo cha Said Mila boda boda. Okay, bwana hili. Ndio. Unasikia vitu vya Tanga? Navipata vizuri Tanga. Nakwambia waja leo ondoka leo. Tanga bwana. Huko live. Na Tanga inafahamika kwa mahaba. Na sio mahaba tu. Ndio. Upendo pia ndani yake. Hata upendo. Ndani ya Tanga. Upo ndani ya Tanga. Bwana anaitwa Hans Bite, daktari wa meno mkono wenye dhahabu. Ndio yule daktari wa meno kutokea The Capital Park Ilinga Road Dodoma. Nikwambia kabisa tuko na yule dada yetu wa Tanga akituambia kwamba mapenzi kunani. Tanga kuna nini mapenzi alipozaliwa? Waja leo warudi leo. Lakini kwambia tu kwamba nyumba msenge nyumba ni mganga. Anaitwa bwana Hindi tulikuwa naye hapo mwanzo, lakini kwa sasa niko the $1 billion voice mkono wenye dhahabu daktari wa meno dada yetu wa Tanga huyo hapa. Dada wa Tanga. Mapenzi yamegawanyika katika sekta nyingi. Ndio. Watu ukizungumzia sana mapenzi wanabezi sana kwenye swala labda la chumbani. La chumbani. Na ukizungumzia Tanga. Ndio. Ukizungumzia Tanga kwenye swala la mapenzi ni katika makabila yote ya Tanga. Katika makabila yote ya Tanga. Kwa mfano ukiangalia kwenye kabila la Wabondei. Kwenye swala la Wabondei wao wamebezi sana mapenzi yao yako chumbani. Yapo chumbani. Ukipata mtoto wa Kibondei atakushughulikia vile inapopasa. Ndio. Kwenye swala lingine ni swala la Wadigo. Wadigo wao kwenye swala la mapishi. Pata mwanamke Mdigo kwenye swala la mapishi. Utakula wewe, utataka tena kwa mama ntilie wala nini. Kwenye swala la mapishi wako vizuri. Lakini kwa upande wa Wazigua, wao Wazigua wanasifika sana kwa swala la ustahimilivu. Wazigua ni wavumilivu sana, yani wastahimilivu. Mapanaji. Wanawake wa Kizigua, sisi kwanza tunajali sana nyumba, ni watu ambao tuna fight kwa nyumba zetu. Na kama nilivyokuambia Wazigua wanasifika sana kwenye swala la uvumilivu. Watu ambao ni wastahimilivu sana, lakini pia ni wapambanaji sana. Lakini pia kwenye swala la mapenzi